Njia bora ya kumwadhibu mbakaji ni kumfanya ahisi maumivu yale yale. Kwanza, nilimnyoa ndevu zake. Katika hofu yake, nilimdunga dawa mpaka akapoteza fahamu. Kisha, nikamnyang'anya vifaa vyake. Hakuwahi kudhani kuwa alikuwa amembaka binti wa daktari wa upasuaji. Vincent alipoamka, aligundua kuwa vifaa vyake vilikuwa vimepotea. Kabla hajapata nafasi ya kuelewa kilichotokea, niliingia chumbani nikiwa nimeshika sanduku. Nikamwambia kuwa upasuaji ulikuwa umefanikiwa. Ili kuzuia sehemu ya chini ya mwili wake kushikana, angelazimika kutumia kifaa cha kupanua kila siku. Ili kuendelea kuishi, hakuwa na chaguo ila kukubali. Mwezi mmoja baadaye, Vincent alikuwa anaendelea kupona vizuri. Kwa ujinga, alidhani kila kitu kilikuwa kimeisha na akauliza ni lini angeruhusiwa kurudi nyumbani. Hatimaye, nikamwambia ukweli kuhusu utambulisho wangu. Mimi nilikuwa baba wa msichana aliyembaka. Ni hapo tu ndipo alianza kujuta kwa dhati. Baadaye, nilikuwa na mpango wa kumgeuza kuwa mwanamke halisi. Nikikabiliwa na ngozi yake mbaya, niliamua kufanya jaribio la kijenetiki. Nilitoa seli za wanyama na kutengeneza aina mpya ya ngozi ya bandia. Baada ya majaribio mengi ya kuilinganisha, nilifanikiwa kuipandikiza ngozi hiyo kwa Vincent. Ngozi hiyo si laini na nyororo tu, bali pia inaweza kustahimili joto la zaidi ya nyuzi 1000 bila kuungua na haina harufu, hivyo ikimlinda dhidi ya mbu. Baada ya kutatua tatizo la ngozi, nilimwambia Vincent avae korseti iliyobana kila siku ili umbo lake la mwili lifanane zaidi na la mwanamke. Katika fedheha yake, Vincent alianza kuwa na mawazo ya kutoroka. Nilipokuwa nikimsaidia kuvaa nguo zake, alinivamia. Haraka sana, alininyang'anya ufunguo kutoka mfukoni mwangu, akitumaini kutoroka. Hata hivyo, muda mfupi baadaye aligundua kuwa yote hayo yalikuwa bure. Mlango wa mbele tayari ulikuwa umewekwa kufuli inayodhibitiwa kwa rimoti. Nikabonyeza rimoti na mlango ukafungwa kabisa. Alipoona kuwa kutoroka haiwezekani, Vincent akiwa amekata tamaa, alijikata koo kwa kisu. Lakini hakutarajia kuwa si tu uwezo wangu wa upasuaji ulikuwa wa kipekee, bali pia uwezo wangu wa kuokoa maisha. Ndani ya dakika chache tu, nilimrudisha katika hali ya kawaida. Baada ya tukio hilo, nilimfungia Vincent ndani ya chumba, mara kwa mara nikimtumia magauni. Lakini kila wakati aliyararua, akionyesha hasira na chuki yake dhidi yangu. Sikuweza kumwangalia muda wote, hivyo nikamwajiri mfanyakazi wa ndani niliyemwamini, nikimtaka aweke kiasi kidogo cha dawa ya kutuliza kwenye chakula alichomletea kila siku. Chini ya athari za dawa hiyo, Vincent akawa mtulivu zaidi. Hakukataa tena vipodozi nilivyomtumia. Nilipoona tabia yake ikibadilika kuwa nzuri, nilimzawadia televisheni. Kila siku, aliketi chumbani akiwa hana cha kufanya na akaanza kufanya mazoezi ya yoga, kana kwamba alikuwa ameanza kukubali mabadiliko yake. Lakini siku za amani hazikudumu kwa muda mrefu. Siku moja, mwana wa mfanyakazi huyo wa ndani, Jason, alikuja kumtembelea. Alidai kuwa alimkumbuka mama yake na akamdanganya afungue mlango. Muda mfupi baadaye, taarifa ya habari kwenye televisheni iliripoti kuhusu uhalifu wa Jason. Mfanyakazi huyo wa ndani akagundua kuwa Jason alikuwa amekuja kujificha dhidi ya polisi. Alipanga kumfukuza nje, lakini Jason akamgundua Vincent. Alipoona umbo lake la kupendeza na sura yake nzuri, alivutiwa mara moja. Mfanyakazi huyo wa ndani alitambua nia yake na akamwonya kwa bunduki, lakini Jason alimzidi nguvu. Wakapambana, bunduki ikalia na sauti ya risasi ikamfikia Vincent. Alijaribu kuwasiliana na mfanyakazi huyo wa ndani kupitia intercom, lakini hakupata jibu. Wakati huo, mfanyakazi huyo tayari alikuwa amefungwa kwenye kiti na mwanawe. Jason akaanza kumtafuta Vincent, na Vincent aliposikia milango ikifunguliwa na kufungwa, akaanza kupaniki. Hatimaye Jason alipofika kwenye chumba chake, alisikia sauti isiyoifahamu na akadhani alikuwa amepata nafasi ya kutoroka. Akasema, ufunguo wa mfanyakazi wa ndani ungeweza kufungua,